nyingine mbalimbali katika manispaa yetu. Habari za jioni. Kwa mara nyingine tena leo nimekuja katika kata yenu kuzungumza nanyi katika viwanja hivi, kuwaomba mnichague tena nirejee bungeni niende nikaendeleze kazi ambayo ilisimamishwa mwaka 2020. Mimi pamoja na timu yangu ya madiwani kwenye kata zote 19 tumedhamiria kufanya kazi kwa kasi ile ile tuliyoifanya wakati tunaongoza mji wetu kati ya mwaka 2015 na mwaka 2020. Mmeelezwa mambo mbalimbali tuliyoyafanya katika miaka mitano ile ya uongozi wetu, na ni muhimu sana kuyazingatia kwa sababu wenzetu tunaoshindana nao wanazungumza kana kwamba sisi tulikuwa ndio wabunge 2020 2025. Wanajisahaulisha kwamba mwaka 2020 walitupora, wakachukua madiwani, wakachukua ubunge. Lakini leo ukiwasikia kwenye mazungumzo yao, kwenye hoja zao, wanaongea utadhani ACT ndio ilikuwa inaongoza huu mji miaka mitano iliyopita, wakati walikuwa wanaongoza wao. Sisi tumeondoka mamlakani mwaka 2020, na hata leo nilipokuwa natembea kuzungumza na watu katika kata hii kuwaomba kura, baadhi wakawa wanaongea na mimi kana kwamba ndio nilikuwa mbunge miaka mitano iliyopita. Wanaongea kwamba miaka mitano iliyopita hatukukuona. Mimi sikuwa mbunge miaka mitano iliyopita. Mbunge alikuwa wa CCM. Sisi tulipokuwa tunaongoza ilikuwa kila wakati tunafanya mikutano, pakiwa na jambo lolote tunafanya mikutano. Tulikuwa hatufanyi maamuzi yoyote bila ya kuja kuzungumza nanyi na kufafanua mambo hata kama ni magumu kiasi gani. Na tuliweza kufanya mambo ambayo wenzetu waliochukua baada ya miaka mitano hawajaweza kufanya. Kwa mfano sekta ya elimu, sisi tulipochukua manispaa hatukuwa na sekondari ya high school hata moja katika manispaa, yaani ya manispaa. Tukaanzisha ya Buronge na inafanya kazi mpaka sasa. Tukaanzisha mchakato wa high school ya sekondari ya Kasingirima Ujiji. Tumeshamaliza mchakato. Sisi wakaingia mbunge wao, madiwani wao. Hata hiyo ya Kasingirima kumalizia mchakato ili watoto wa form 5 na form 6 waingie, wameshindwa kwa miaka mitano. Sisi tulijenga shule 2 mpya za sekondari, Busebazeba sekondari na shule hii hapa hii. Hii ndio shule ambayo mimi nilisoma, shule ya msingi hapa. Wakati ni jengo moja tu la ghorofa Aga Khan, mimi ndio nimekwenda shule ya msingi hapa.
Tulipochaguliwa tukaanza mchakato na diwani huyu Kaliango. Tena siku hiyo tulikuwa tunakuja kukagua mfereji huu wa Rubengera tulikuwa tumeujenga kwa fedha za Benki ya Dunia. Tukasema kata hii haina sekondari, tujenge madarasa mapya, tuwahamishie watoto wa shule ya msingi huko, halafu tuiboreshe jengo hili la zamani liwe sekondari. Nikaenda kwa balozi wa Japan, Nondo nani ameeleza, Nondo ameeleza Kachechea. Balozi wa Japan akanipa pesa za kujenga madarasa 7. Sisi tukajenga madarasa 9, ndio yale pale nyuma. Tukahamisha watoto kutoka shule hii tukawapeleka kule, shule hii ikawa shule ya sekondari. Tumetengeneza kuanzia chini shule 2, tukiwa na manispaa tu, serikali kuu ikiwa ya CCM, tena wakati mgumu sana, wakati wa Magufuli. Wao miaka 5 na wao wamejenga sekondari 2, wakiwa wamepata fedha za msaada za IMF, fedha za COVID. Sisi tukiwa chama cha upinzani, serikali kuu inatupiga vita kwa nguvu zetu na njia zetu wenyewe. Tulijenga shule za sekondari 2, tukaanzisha high school na tukaanza mchakato wa high school nyingine ya Kasingirima. Wao hawana rekodi hiyo. Kwa watu wa Kigoma, watu wa CCM wasiwapumbaze. Ufunguo wa maendeleo ya mji wetu tumeushika sisi, turudishieni hiyo kazi tukaifanye, tusonge mbele hatua za maendeleo. Na tuna mipango mikubwa kuhusu elimu. Tunataka tukiingia tu ndani ya muda mfupi, shule ya sekondari ya Kasingirima, shule ya sekondari ya Kitangachui kata ya Machinjioni, na shule hii tusipandishe hadhi kuwa high school. Shule hii tunataka kuifanya kuwa high school ya sayansi. Shule ya Kitangachui tunataka kuifanya kuwa high school ya sayansi. Buronge na Kasingirima zitakuwa high school za sanaa. Haya ndio mambo ambayo tunataka tuyafanye, watoto wetu wapate elimu. Anapokuja mtu anawaambia kwamba elimu ndio nini, huyo mtu ni mpumbavu, msimsikie. Bila elimu mimi hapa nisingeyafanya hayo ambayo nimeyafanya katika mji huu. Nani angenisikiliza? Balozi gani angenisikiliza? Nani angekubali kukaa mezani na mtu ambaye ni mbumbumbu kichwani? Tumeyafanya haya, tumeyafanya kwa sababu ya elimu. Mtu anayedharau elimu ni mtu mpumbavu, msimsikilize, na hana muda katika karne ya 21. Tupeni madiwani, tupeni mbunge, twende tukaboreshe elimu katika jimbo letu, tuongeze high schools, kwa sababu sekondari za kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 zimeongezeka sana. Tunahitaji high school za kutosha, na sisi tunataka angalau tuwe na high school 4, 2 tarafa ya kusini, 2 tarafa ya kaskazini, 1 ya sayansi tarafa ya kaskazini hii hapa, 1 ya sayansi tarafa ya kusini Kitangachui, na 2 za sanaa, 1 Kasingirima tarafa ya kusini na 1 Buronge tarafa ya kaskazini. Haya ndiyo mambo ambayo nataka kwenda kuendeleza kuyafanya, na waomba watu wa Kigoma nipe kura za kutosha kabisa, mimi nikafanya kazi hii. Nilipokuwa nazunguka kwenye kata yenu, nimeambiwa kuhusu
miundombinu. Nimekwenda huku Sanganyigwa, baya sana ya kimiundombinu. Tulipokuwa tunaongoza manispaa, tulijenga mifereji mikubwa miwili katika kata hii. Mfereji huu na vile vile mfereji ambao unaathiri huku, mfereji wa Mlole kuelekeza maji kule Katubuka. Naelewa kwamba bado mvua zikinyesha maji mengi sana yanatoka huku juu. Naelewa na ninafahamu changamoto hii za miundombinu ambazo mnazo, na mnahitaji mifereji mikubwa. Wengine unatoka Saigoni kule kuhakikisha kwamba maji yanaongozwa vizuri kuelekea yanapotakiwa kwenda. Hii kazi nimeshaifanya. Ukienda Ujiji utakutana na mfereji wa Katonyanga, tumeufanya sisi wakati tunaongoza. Ukija huku unakutana na mfereji wa Rubengera, tumeufanya sisi wakati tunaongoza. Ukienda Mwanga Kaskazini unakutana na mfereji wa Mlole, tumeufanya sisi wakati tunaongoza. Kwa hiyo sisi ni watu wa kujenga miundombinu. Tuchagueni, tutamaliza hii kero ya Sanganyigwa na maeneo mengine na kusafisha barabara za mitaa yetu. Tunawaomba sana mtupe kura ya mbunge na kura za madiwani, tukaifanye hiyo kazi. Nimeelezwa na watu ambao walijenga maeneo ya Sanganyigwa, maeneo ya NORAD, halafu wakazuiwa kwa miaka 15 kufanya maendelezo ya maeneo yao kwa sababu ya ziwa kupungua kina cha maji. Lakini leo baada ya uamuzi ule kuondolewa, watu wale wanaambiwa walipe kodi ya ardhi na kodi ya majengo ya miaka 15 iliyopita, miaka ambayo serikali yenyewe iliwazuia kuendeleza maeneo yao. Nataka niwaambie watu wa Sanganyigwa na NORAD, zimebaki siku 13 tu. Wakisikia nimekula kiapo kuwa mbunge wa jimbo hili, hakuna mtu atakayewadai hayo malipo ya kodi ya ardhi na kodi ya property tax, kwa sababu hamstahiki kulipa kodi hizo. Wala msihangaike kuzilipa. Zimebaki siku 13 tu, 13. Fanyeni maombi, msali, tembeeni kuomba kura. Mkisikia nimekula kiapo kwa mbunge wa jimbo hili, serikali isahau kuadai hizo pesa. Sitaruhusu na wala hamtalipa, kwa sababu serikali yenyewe ndio iliyowazuia nyie kuendeleza, haina haki ya kuadai hizo pesa. Kwa hapata kuwa na madeni ya kulipa. Nasikia kuna watu wanadaiwa 700,000, watu wanadaiwa 800,000. Eneo serikali imesema msiendeleze, serikali hiyo hiyo inakuja kuadai kodi za miaka 15. Serikali hiyo haitafanya hiyo kazi. Mimi niko mbunge wa jimbo hili, wala hawatathubutu, wala hawatawaletea hayo madai. Hayo mambo ya property tax ni mambo ya halmashauri. Madiwani wako hapa, tunaichukua halmashauri, tutafutilia mbali hayo mambo. Hayo mambo ya kodi ya ardhi, tapanda na hiyo waziri wa ardhi atakayekuwa yoyote yule, tapanda naye. Hakuna mtu atakayelipa hiyo kodi ya ardhi, kwa sababu serikali inasababisha hiyo hasara ambayo ni Kigoma. Wewe Zito mbunge sio mbunge, Kariango diwani sio diwani. Ndugu zangu wananchi wa kata ya Kigoma na kata zingine za manispaa yetu, nimeeleza jana nilipokuwa Kipampa, na sababu nipo kwenye kata hii, kata ya wafanyabiashara, sekta ya uvuvi. Abdu amechezesha hapa clip inaonyesha kazi nilikuwa naifanya bungeni. Sekta ya uvuvi hapa kwetu kwenye mji huu, 30% ya wakazi wa Kigoma maisha yao wanategemea sekta ya uvuvi.
ama ni wavuvi, ama ni wachuuzi wa samaki wanaotandika chini kuuza samaki na kadhalika. Sekta ya uvuvi ni sekta ambayo inaonewa kwa tozo nyingi sana. Maelezo hapa kuhusu maleseni, na nimekuwa nikifafanua kwa lugha nyepesi sana, na naomba nirudie kidogo. Mkulima nyenzo yake ya kazi ni trekta. Trekta halina leseni ya trekta. Hata magari haya, watu wote wenye magari hao, zamani ulikuwa unalipia kila mwaka road license, na matrafiki walikuwa wanasimama barabarani kukagua road license. Siku hizi hakuna road license. Kwa nini? Kwa sababu serikali ilipeleka mabadiliko ya sheria bungeni kwamba unaponunua mafuta ya petroli au dizeli kuendesha gari yako, mule unakuwa umeshalipia road license, leseni ya barabara mule. Kwa hiyo mkulima anapokuwa na trekta halipii leseni, kwa sababu akinunua mafuta ya kuendesha ile trekta anakuwa ameshalipia leseni. Sasa niwaulize, ukiwa na kipe unaenda gesi, unakiingiza majini, unakipeleka kule na nini? Unakipeleka na mafuta? Unanunua dizeli? Ukinunua ile dizeli, wewe unakuwa umelipia ile tozo ambayo ingekuwa ni gari usingelipa road license, si ndio? Sasa kwa nini TASAC na TRA wasimalizane huko juu kwa juu kulingana na idadi ya mafuta yanayotumika kwenye vyombo vya maji, ili pasiwe na kodi ya vipe, kwa sababu umeshailipa kwenye mafuta? Unapotozwa kodi leseni ya ile kipe, maana yake wewe unalipa kodi mara mbili. Umeshalipa kodi kwenye mafuta unayoyatumia kuendeshea kile kipe, halafu unatozwa kodi nyingine kwa ajili ya leseni ya kipe. Haya ndio mambo ambayo nakwenda kuyafutilia mbali, na kwenda kusimama bungeni, sheria zibadilishwe, mzigo huu wa tozo uondoke kwa wavuvi wetu, wavuvi wabakie na pesa za kutosha. Leseni, ukienda pale Katonga, ukienda Shere kule, ukienda Kibirizi, ukikata leseni mwezi wa 9, mwaka ukikatika unakata leseni nyingine. Haina mwaka leseni ya uvuvi, haina mwaka. Kwa hiyo kama wewe umepata chombo chako, mwezi wa kwanza utalipa hela ile, mwezi wa 11 utalipa ile, hafiki tena mwezi wa kwanza tena ulipe tena. Hapana, tuondokana na huo hali ya unyonyaji. Wavuvi, hakikisheni ninachaguliwa kwa mbunge, kwa sababu ajenda ya kupunguza tozo na maleseni kwenye uvuvi ni ajenda ambayo nitaibeba na itawasaidia, itawaongezea fedha mfukoni mwenu kwa ajili ya kuondoa umaskini wenu. Lakini licha ya hayo maleseni, una leseni ya chombo, una leseni ya mvuvi, una leseni ya wavuvi. Kila chombo, naambiwa kipe ni kati ya watu 5 au 6. Kila mvuvi unamkatia leseni. Wewe ukiwa na lori, una dereva na una tingo na leseni. Sasa kwa nini leseni isiwe ni ya yule captain wa boti peke yake? Sababu ndiye anaendesha chombo. Wale wavuvi wengine wale wasajiliwe, tuwe na vitambulisho vya uvuvi, uvuvi wa profession, kitambulisho cha uvuvi kama vile vitambulisho ambao Magufuli alivileta vya wamachinga. Na sio kila mvuvi umkatie leseni, mzigo unakuwa mkubwa kwa wavuvi. Haya ndio mambo ambayo nakwenda kupambana yaondoke, ili wavuvi wetu ambao wanachangia 30% ya pato la taifa la manispaa yetu waweze kubakia na fedha za kutosha. Na nimeambiwa pamoja na maleseni yote haya na mapesa wavuvi wanalipa, hamna ulinzi. Tangu juzi wameanzia kusini huko uporaji, wavuvi wanavamiwa, wanaibiwa mashine. Juzi, jana,
Jana jioni saa 1 Kibirizi pale, kwa masaa 5 wamevamiwa, watu wanaibiwa. Hakuna polisi aliyekwenda, hakuna marini waliokwenda. Mnalipa kodi. Kodi hizi ni kwa ajili ya nini? Kodi ni kwa ajili ya kuwalinda. Naomba wavuvi wote simameni imara, muhakikishe ninakuwa mbunge. Nitahakikisha nasimamia usalama wa wavuvi. Zile tabia za majambazi kuvamia tena vyombo vyetu zimeanza kurudi kwa kasi. Nitazikomesha kwa kuhakikisha namshikisha adabu waziri wa mambo ya ndani, RPC, OCD, ili muweze kulindwa. Ni haki yenu kulindwa. Wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, nimeonana na wafanyabiashara wadogo wanalalamikia mikopo ya kausha damu. Nimeshaeleza nini nitakachokifanya. Nikiwa mbunge wenu nitatenga shilingi bilioni 1 kwa ajili ya kutoa mikopo nafuu kwa wafanyabiashara wadogo, kina mama wanaotereka chini, vijana wa bodaboda na kadhalika, bajaji na kila mtu, mikopo midogo yenye riba nafuu, ili kuhakikisha tunakomesha mikopo ya kausha damu. Njia pekee ya kukomesha mikopo ya kausha damu ni kutoa mbadala, na mbadala ni mikopo nafuu isiyo na riba. Na mimi kama mbunge wenu, ahadi yangu kwenu ni kutafuta shilingi bilioni 1 kuziweka kama mfuko kwa ajili ya watu kukopa bila riba, na hiyo kazi nitaifanya mara baada ya kuwa nimechaguliwa kwa mbunge wa jimbo lenu. Ndugu zangu, nimalizie kwa hoja ya mwisho. Sura ya Kigoma inabadilika, na ni muhimu tujiandae na hayo mabadiliko. Mji wetu unakwenda kubadilika kutokana na miradi inayokuja hapa kwetu. Mradi wa SGR utabadilisha sura ya mji wetu. Mradi wa bandari na uwekezaji mkubwa ambao unakwenda kufanywa kwenye bandari utabadilisha sura ya mji wetu. Watu wa Kigoma, huu sio wakati wa kuchezea nafasi za uongozi. Huu ni wakati ambao tunahitaji kuwa na viongozi mahiri ambao watahakikisha miradi hii inafaidisha watu wa Kigoma. Nawaomba sana mnichague ili niende nikasimamie kipindi hiki ambacho Kigoma inahitaji uongozi makini, ili maslahi yetu, maslahi ya vijana wetu, maslahi ya wanawake wa jimbo hili, maslahi ya watu wazima na maslahi ya wakazi ya Kigoma yaweze kuzingatiwa kwenye miradi yote mikubwa ambayo inakwenda. Na ili niweze kufanya kazi hii nahitaji madiwani. Na hapa kwenye kata yenu, diwani ninayemuomba mumchague, diwani anayetokana na ACT Wazalendo, ni ndugu Hussein